kizazi chenyewe ambacho Mungu anataka, kizazi cha kimungu. Na vizazi vinakuwepo kwa makusudi mbalimbali ya Mungu hapa duniani. Kwa hiyo na ndio maana tunaona tunazaliwa tukiwa na talanta tofauti tofauti. Huyu ni daktari, huyu ni mwalimu. Kuna makusudi tu. Mungu alitamani atuone tunaishi vizuri, tunaishi kwa amani, kwa kushirikiana, kwa kusaidiana. Kwa hiyo ndio maana Mungu anataka uzao uwepo ili tuendelee kufaidiana tukiwa na talanta mbalimbali tukizitumia, kama ambavyo wewe mzazi unapokuwa na watoto wako pale nyumbani, unamwona mtoto wako huyu amejaribu kufanya kitu hiki na akakifanya kwa uzuri. Tuseme labda mcheza mpira, unamwona mwanao jinsi anavyocheza vizuri, anapata promotion, anaenda nje, unafurahi. Na mtoto wangu bado ni mpishi mzuri, akipika chakula tunafurahia familia. Na kama ambavyo mzazi unafurahia, na ndivyo Mungu alikusudia iwe hivyo. Na anavyotutazama tunavitumia vipawa vyetu vizuri, anafurahi. Na ilikuwa ni lengo lake hilo. Kwa hiyo siri ni kubwa. Mungu alipokusudia tuambatane watu wawili wa jinsia mbili tofauti, tuishi kama wanandoa, tuendeleze uzao wa watu wazuri, watu bora, watu wanaofaidiana. Mungu alikusudia mambo makubwa sana, ndio maana amesema siri hiyo ni kubwa. Watu wanapotembea wawili. Tuishi wa Mungu takubaliana mimi, mfano kwa sasa hivi tumekuwa na changamoto pia katika kuambatana. Mtu anaingia kwenye ndoa tayari akiwa na mtazamo tofauti, anajua kabisa huyu si mwenzangu. Mtu anakuambia baba tumekutana naye tu kubwani, kwa kila mtu ana maono yake, hapana. Kumbe kila mtu anatakiwa avue cha kwake, mkutane pamoja pale, mwanze sasa kutembea. Lakini kibiblia mwanaume ndo mbeba maono mkubwa. Kama vile Adamu alivyotangulia kuumbwa, akapewa majukumu. Kwa hata Eva alikuja akamkuta Adamu anafanya kazi. Kwa hiyo yeye alikuja kumsaidia kuendeleza zile kazi. Kwa hiyo tumekuwa na changamoto ya kuambatana. Nakuta huyu ana mawazo haya, huyu ana mawazo tofauti na ya mwenzake. Kwa hiyo kwenye kutembea pamoja unakuta sababu mama kamzidi mume wake uchumi, baba anaishi maisha duni kwa sababu ya kutokuambatana. Huyu anaishi Marekani, huyu anaishi Afrika. Ni changamoto ambayo inazaliwa na kutokupata maandalizi ya